Habari mpendwa mtazamaji popote pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii Aisha's Food. Leo nimeweza kuwaleteni jinsi ya kutengeneza banzi za samaki zenye muonekano mzuri wa samaki. Yafuatayo ni mahitaji ambapo nina kitunguu saumu kijiko kimoja kikubwa cha chakula, chumvi kiasi, ndimu nitatumia nusu, hapo nina jodari ama tuna fish fillets ambayo nimetumia robo na unaweza ukatumia samaki wa makopo. Unga wa ngano nimepima nusu, samli nimepima kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Maziwa nitaweka kikombe kimoja, lakini unaweza kutumia maziwa ya unga vijiko viwili vikubwa vya chakula alafu kaongezea na maji. Na hapo nina hamira ambayo tayari nimeshaiumua, nimepima kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Vile vile nina karoti moja ambayo nimeipara kama hivyo, na hapo nina pilipili hoho, nimetumia rangi zote tatu, unaweza kutumia rangi moja kama ikiwa hauna. Na pia nina cabbage ambalo nimeweka kiasi tu kulingana na samaki jinsi walivyo. Katika sufuria nimeanza kwa kuweka samaki, halafu nitaweka na chumvi na vile vile nitaweka na ndimu. Baada ya kuweka hivyo, kwanza nitamfinika samaki apate kuanza kuiva taratibu, na hatakiwi samaki kuongezwa maji hata kidogo. Unakuwa unampika na maji yake tu, inakuwa haina tatizo. Baada ya hapo basi nikafuatia kwa kuweka kitunguu saumu kama hivyo ambavyo inaonekana, na pia nimeongezea uzile wa unga kijiko kimoja kidogo cha chai, na pilipili manga nimeweka kijiko kimoja kidogo cha chai, na vile vile nimeweka pilipili ya unga robo kijiko kidogo cha chai. Ikiwa pilipili ya unga ni kali basi utaweka kiasi kidogo sana, usiweke pilipili nyingi ikakushinda. Baada ya hapo nitachanganya kama hivyo ambavyo inaonekana, kisha nitaacha tena jikoni samaki apate kuchemkia vizuri taratibu kwa moto wa wastani. Vile vile kama ni mara kwa kwanza kuangalia chaneli hii, basi nakusihi ndugu yangu usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare na marafiki. Bila kusahau matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. Baada ya hapo basi utamfanyia samaki wako kama hivyo, unakuwa unamponda ponda, yani apate kuchanganyika vizuri pamoja na vile viungo vingine, na pia hakikisha samaki anakuwa mkavu. Na baada ya hapo basi nitamweka pembeni, kisha katika bakuli nitaweka unga wa ngano kama hivyo ambavyo inaonekana. Nitakanda kwa kutumia mkono kwa vile unga wa ngano sio mwingi sana, lakini kama ikiwa ni mwingi basi unaweza kutumia mashine. Hapo nimeweka samli, halafu nikaweka hamira, na vile vile nitaweka na chumvi kidogo. Unakuwa unaangalia chumvi isizidi ikawa ni nyingi sana. Baada ya hapo nitachanganya kama hivyo, na kisha baada ya hapo nimefuatia kwa kuweka maziwa. Kama hauna hapo unaweza kuweka maziwa ya unga vijiko viwili vikubwa vya chakula, halafu kafuatia kwa kuweka maji katika kukanda. Kwa hiyo hapo nitakanda kama hivyo, na hakikisha unaweka kidogo kidogo ili unga wako usije ukatota. Pika kulingana na kipimo ambavyo inahitajika. Sawa? Kwa hiyo hapo nitakanda, na huo unga hautakiwi kuwa mgumu na pia hautakiwi kuwa mlaini sana. Yani usiwe mlaini kiasi cha kwamba pindi utakapokuja kuweka mabanzi yako yakawa yanakusumbua. Kwa hiyo unakuwa unaangalia, ukiwa unga umezidi sana maji basi unaweza kuongezea unga mkavu ili unga wako ukae sawa. Baada ya hapo basi nitaacha upate kuumuka, na nitaweka eneo ambalo litakuwa lina joto joto, nilienda kuweka kwenye oven ili iwe rahisi kuumua. Lakini hakikisha oven hauliwashi. Baada ya hapo nimechukua pani, nimeweka mafuta vijiko viwili vikubwa vya chakula, halafu nikafuatia kuweka kitunguu saumu kijiko kimoja kidogo cha chai. Nitakaanga kama hivyo, hakikisha kitunguu saumu hakiungui. Kisha baada ya hapo nikafuatia kwa kuweka cabbage kama hivyo. Hakikisha cabbage lako ikiwa umeliosha, umeliweka pembeni, limechujika maji vizuri kwenye chujio, lisiwe na maji. Na pia hakikisha wakati
kupasha moto kabichi, basi iwe ni moto mkali ili lisitengeneze maji. Halitakiwi kuwa kama lile kabichi la mboga mboga zile ambalo tunaliunga na nyanya. Hili ni tofauti. Tazama hii video kwa makini ili upate matokeo yalokuwa mazuri. Baada hapo nimefuatia kwa kuweka karoti, na kisha baada hapo nitachanganya tena kama hivyo ambavyo inaonekana. Hakikisha cabbage na karoti vimechanganyika vizuri kama hivyo, na baada hapo basi nikafuatia kwa kuweka pilipili hoho kama hivyo. Kisha nitachanganya tena kidogo. Hapo ni kiasi cha kupasha moto cabbage na kuivishia vitu vyako kama hivyo ambavyo inaonekana katika video. Ukishamaliza kuchanganya, utachukua yule samaki halafu utamweka humo ndani ya mchanganyiko wa kabichi, hoho pamoja na karoti kama hivyo, na kisha utaendelea kuchanganya tena vizuri kabisa. Vitu vyako vyote vichanganyike viwe na mwonekano mmoja kama hivyo. Basi baada hapo utatoa, utaweka pembeni, utasubiri samaki apate kupoa wakati unga tayari umeumuka kama hivyo. Utatoa hewa, halafu baada hapo utakatakata madonge. Kwa unga nusu nimetoa banzi 6, nimetoa madonge 6. Utachukua tray, utapakaza unga, halafu ama unaweza ukachukua ungo ukapakaza unga. Pindi utakapomaliza kutengeneza madonge yako, utaweka hapo juu. Utafanya hivyo mpaka pale utakapomaliza, na kisha baada hapo unaweza ukayaacha kwa muda wa dakika 5 ili yapate kulainika zaidi. Yani pindi utakapoanza kusukuma usiwe unatumia nguvu kubwa sana katika kusukuma hilo donge lako. Basi baada hapo, baada ya nusu saa, mimi niliacha nusu saa. Nilikuwa na vitu vingine, nilikuwa napika vitu vingine. Kwa hiyo hapo nimechukua unga mkavu, nimesukuma kama hivyo. Sasa hapo katika kusukuma unasukuma kwa urefu, usisukume kwa upana. Yani isiwe shape ya round, ila inatakiwa iwe kama hivyo kwa urefu. Nimechukua kisu, nitakata pembeni huko. Unakuwa unaangalia saizi ambayo unakata vistari kama hivyo. Utakata taratibu, usiwe na haraka. Na pia wakati unakatakata kama hivyo, hakikisha unahesabu vizuri ili ukija kukata upande wa pili visipishane sana, yani mistari isipishane na upande wa kwanza. Kwa unakuwa unapima vizuri tu, kuwa makini sana, usiwe na haraka. Kwa hiyo nitaendelea kukata kama hivyo, na katika kukata unakata sehemu tu, lakini usifikishe yani kukata mpaka katikati, sababu hapo katikati ndipo ambapo tutakuja kuwekea samaki kama hivyo ambavyo inaonekana. Kwa hiyo unakuwa unaweka samaki katikati tu, usifikishe katika ile ncha ambayo itakuwa umeikata. Unaona kama hivyo unapangilia, ni kama vile unaweka mawe kwenye barabara katikati, tuseme hivyo. Halafu baada ya hapo sasa utachukua ile ncha ya kwanza ambayo umeikata, utaiunganisha pembeni huku kwa ncha ya pili, unakuwa unapishanisha kama hivyo, unakuwa unafunga. Yani samaki yule ndani anakuwa haonekani kwa sababu tayari umemfunga na huo unga. Kwa utafanya hivyo taratibu, usiwe na haraka sana. Taratibu unakuwa unakunja, unakuwa unapishanisha kama hivyo, lakini hakikisha imefungika vizuri. Unaona? Kwa hiyo nitaendelea hivyo taratibu mpaka pale nitakapomaliza, na nitafanya hivyo kwa madonge yote ambayo yapo. Na baada ya hapo ukifika huko mwisho hakikisha unafunga vizuri, sawa? Na muonekano wake yani donge hilo litaonekana kama vile samaki. Unaona? Ni rahisi sana
tuliza kichwa chako, kuwa makini pindi ambapo unatengeneza. Baada ya hapo basi nimezipanga kwenye tray ambayo nimeweka baking paper, halafu nitapakaza yai moja kama hivyo, na kisha hapo nimeweka pilipili manga nzima. Yani tuna imagine kama vile ni samaki. Hapo nimenyunyizia na ufuta, nimetumia ufuta mweupe na ufuta mweusi. Sawa, kama hauna mweusi basi unaweza kutumia tu ufuta mweupe, inakuwa haina tatizo. Na baada ya hapo basi nitaacha vipate kuumuka tena zaidi. Yani hayo mabanzi yapate kuumuka tena. Kisha baada ya hapo nitaenda kuweka kwenye oven na nitabeki kwa moto 180 kwa muda wa dakika 40 mpaka 45, lakini inategemeana na oven lako jinsi lilivyo. Na kama hivyo inavyoonekana mabanzi yako tayari yameiva, na unaona jinsi yalivyo ni malaini sana, mashallah mashallah mashallah, ni matamu sana, hayakuungua, rangi inapendeza na inavutia. Na mpaka kufikia hapo nakuwa nimemaliza kutengeneza banzi za samaki. Mpaka wakati mwingine, bye.